Mpenzi mfuatiliaji wa Kilimo 360, mara ya mwisho nilikuletea video ikionyesha eneo hili, shamba letu hili ambalo lina ukubwa wa heka 2, ambapo kuna majani ya kutosha na palizi imefanyika. Na maeneo hapa wameweka majani, palizi imefanyika. Tunasikilizia mahindi yetu. Hapo mwanzoni kabla ya mvua kwa kweli ilikuwa ina hali mbaya, lakini kwa sasa walau sio mbaya na yameanza kubeba. Hiyo ndio faida ya mvua. Hapa tulipanda mahindi. Hizi ni eka 2. Tulipanda mahindi yale ya vuli. Tuliandaa shamba na mwanzoni hapa palikuwa pana mbaazi. Kwa msimu wa mwaka jana tulikuwa kwa maana ya mwaka juzi tulikuwa tumepanda vuli na tukawa tumeweka na mbaazi. Sasa changamoto ambayo imetukuta kwenye mbaazi kwa kweli kwa misimu kama 3 hivi imetufanya kwa kweli tufikiri tofauti na kuamua kwa kweli kupanda mahindi peke yake. Kwa nini tuliyapanda msimu wa mwaka jana, tulivuna mbaazi na kwa kweli mambo hayakuwa mazuri sana, lakini baadaye tukaandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mazao kwa ajili ya vuli. Tukapanda na baada ya kupanda kipindi kile mvua zilikuwa zimeanza kidogo na baadaye zikapotea. Mahindi kidogo kwa na hali mbaya, lakini mvua ilivyokuja kurudi mwishoni mwa mwaka jana hapo walau yameanza kunyanyuka upya na yakahitaji palizi, na kama ambavyo tunaona palizi yetu tumeifanya. Sasa hapa kuna changamoto moja. Ukiangalia mahindi yetu ni yako shagala bagala. Hizi ni changamoto zingine ambapo wewe pengine upo na kibarua kingine, lakini unatafuta mazingira mengine ya kuweza kujiongezea kipato, kudunduliza maisha. Unampa mtu kazi apande, anakuja na kurushia mbegu kipindi ambacho trekta linapita. Kwa hiyo ni upandaji wa kurusha mbegu ambao madhara yake ni kama ambavyo inaonekana hivi. Tofauti na kule ambako sasa baada ya changamoto hiyo tukatafuta mbadala na solution ili tuweze kupata ambacho kimsingi tunakihitaji. Na hii changamoto yake, mbegu zinaenda nyingi kwa sababu kuna maeneo ambayo ungetarajia kuwa kuna mistari, kwa mfano kama hapa. As you see, we don't have such thing. Na hapa yani ni barabara kabisa, sema ambayo itakiwa wala kuwe kuna mahindi. Kwa hiyo ni changamoto kama ndio hivyo, lakini kazi yote ile haikosi changamoto. Ni namna kuona namna gani ya kuweza kukabiliana nayo. Na kwa hapa kwa masika tutapanda mahindi kwa kipande hiki hapa cha kwenda huku mwishoni. Hapa katikati tutakuja kupanda mpunga. Na kipande cha kule mwishoni pia tutakuja kupanda mahindi. Kwa hiyo kuna kiheka hapa katikati kinaweza kikabeba mpunga. Na kuna eneo ambalo tumelionyesha kule la mahindi ambayo tuliyapanda baada ya mvua za mwaka jana hapo mwishoni kuanza kunyesha. Kwa sababu tayari tumejikuta tumechelewa kidogo, tutaje kuyatoa mwishoni pale tutaweka alizeti. Kwa hiyo kilimo kwa kweli kinalipa kwa namna fulani, lakini pia ili kiweze kukulipa usije ukalima kwa msimu mmoja ukitarajia utaweza ukapata
faida ama utaweza kuona kwa kweli faida ya kilimo. Mpana kilimo kila ule msimu ingia. Changamoto za hali ya hewa zikitokea, kuna namna mbadala. Mvua zikiwa chache au zimechelewa, zimoja kunyesha kipindi ambacho tunaelekea mwishoni, kuna mazao ambayo unaweza ukapanda ili kuweza kutengeneza kipato kwa kila mazingira ambayo yanaweza katokea, kwa mazao ambayo yanaweza kukubali kulingana na hali husika. Kwa sisi hapa tulifanya palizi, na kwa gharama ya palizi kama ambavyo nilisema kwenye video yetu nyingine, hapa tulipalilia kwa shilingi 40 kwa heka, ambapo hapa imetugharimu shilingi 80,000 pesa ya Kitanzania. Tunaendelea kuona ambavyo itakuwa, lakini walau kulingana na namna ambavyo na hali ilivyokuwa, walau sio mbaya sana. Tunapambana nayo yatoke, tuje tuingize mpunga, na kwa maeneo ya nusu ya upande wa mwisho kuna kule mwanzoni tutaweka it's either mahindi ama tutaweka alizeti. Sasa hapo tutaangalia pia na hali ya hewa ya kipindi hicho. Shamba letu na kwa mbali ni kama ambavyo tunaliona, ile ndo mitiki na kwenye eneo la muinuko upande wa pale juu ndo kuna ile mahindi yetu mengine ambayo ndo yameshaanza kuota, na upande wa kule kuna watu wengine ambao maeneo tumekodisha watu wanalima. With time tuta extend project yetu. Kwa sasa tuna mpango hapa na eka zetu 4, lakini kwa mwaka huu tukimaliza msimu huu, msimu unaofuata tuongeze, tutakuwa na eka 6. Mungu akijalia tutakuwa tunaweza kutumia shamba lote kwa kulifanyia kazi wenyewe bila kukodisha. Kwa maana kuna maeneo ambayo yanahitaji kuwekwa mpunga, na maeneo yanataka kuwekwa mahindi, tutakuwa tunafanya hivyo. Kwa kijana ambaye bado hujaingia kwenye kilimo, fanya hivyo. Kilimo kinalipa. Kama kuna mashamba whether ya wazazi, ama unaweza kununua mashamba, fanya hivyo ama kukodisha. Karibuni sana, asante.